Dr. sawa, taarifa ni nyingi, sijapata comment yako kuhusiana na basi la Jairut Iriza ambayo imetua nchini Tanzania. Maneno yamekuwa mengi kweli kweli. Iriza imeibua mambo mengi kweli kweli, lakini pia za Cuba, huu ndio wakati wake. Ni kweli Watamba la kutoka Vipers ya Uganda ananukia kuja Msimbazi, nitazinasa za kutosha. Bwana, Iriza imetua Tanzania. Sijapata comment yako. Tuambie kwanza namna ambavyo umeliangalia basi. Kwako ni taswira gani ambayo umeiona? Wakati juzi basi la Iriza inatua Tanzania, linaletwa na mkurugenzi wa Jairut Company Limited ambaye ni Rwegasira Joseph. Kama uli notice kitu, umeme ulikatika Dar es Salaam nzima. Basi ilivyokuwa linatenga? Yani wakati basi inatua pale bandarini, Dar es Salaam nzima ilikuwa haina umeme kuanzia asubuhi mpaka jioni. Umeme urudi saa 12. Sababu sisi Sinza hapa ilikuwa umeme ulikuwa nikichukua jirani, mbona umeme hamna kwa jirani, na sisi umekata. Kumbe bwana ni Iriza imetua kwenye ardhi ya Tanzania. Basi la Simba ambalo limeleta shida kwa mitandaoni, limeleta shida kwa watu, mpaka leo kuna watu wajara wamekosa hamu ya kula kwa sababu ya basi Iriza ambalo Jairut ameamua kuwaletea na Simba. Sisi kipekee kwa nafasi yangu kama mshabiki wa klabu ya Simba na ni mwanachama wa klabu ya Simba, nimpongeze mkurugenzi wa Jairut ambaye ni Rwegasira kwa kuleta basi hili kubwa, kwa kutimiza ahadi yake ya kimkataba ambayo aliwaahidi mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba kutuletea basi. Amekuwa ni miongoni mwa matajiri wa kweli. Matajiri wengi huwa sio wa kweli, wana uongo mwingi kama wanasiasa, lakini leo tunaona ni mmoja wa matajiri wa kweli wa mpira ambao wametimiza ahadi zao kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo niseme tu ni fahari kuwa na mwekezaji kama Jairut kwenye upande wa jezi ambaye anafanya vitu ambavyo ni extra zaidi ya jezi. Umeona ameahidi kutoa milioni 100 kwenye kila tamasha la Simba Day. Tamasha lililopita ametoa na tamasha hili atatoa. Aliahidi jezi bora sana kutuletea jezi za kimataifa. Tumepata jezi nzuri. Aliahidi wachezaji wa Simba kupata magari wale wapya, wachezaji zaidi wa 5 wamepata clown mpya, kina Innocent Riomba, Libase Gwe, Anicet Aula, Traura, Maduka Sar. Wamepata magari mapya ya kutembelea. Leo atuletea gari ambalo limekuwa ni gumzo dunia nzima. Unapojiuliza unapomsema mwenzio ana gari baya, wewe zuri la kwako liko wapi? Hapo ndipo kuna maswali. Bana, baada ya Iriza kutua, watu wanasema used, limetumika, halina mvuto. Haya maneno umeyasikia. Pengine pia kwa msemaji wa Young Africans, Ali Shabani Kamwe. Bana, ni wivu ama tuseme ni nini? Ni wivu tu. Wivu mama wivu, wivu mama wivu, wivu. Kamsikizeni Dogo Pattern. Hakukosea kutoka na kibao cha wivu. Alikuwa ni Moshizo, DJ Moshizo. Si cheki na wote, nauli zangu moyo. Wivu mama wivu, wivu ni wivu tu ambao unawasumbua watu wa Yanga na watu wake na wengine wote ambao wanapata shida na hilo gari. Hilo gari lipo kwa ajili ya Simba, sio kwa ajili ya Jairut. Na ni gari ambalo limekuja kuiheshimisha klabu kubwa kama Simba. Klabu yetu ya miaka 90 toka imezaliwa mwaka 1996. Ilikuwa je kumiliki gari ni hadhi ya Iriza. Leo inakuja Iriza, unapata nguvu wapi wewe ya kuiquestion? Unapata nguvu yako wewe ya kwanza kuidogosha. Shida kitu kifanya na Jairut, watu wengi wanapenda kukidogosha ili kionekane is nothing. Jairut ni mtu ambaye ametufanya mashabiki wa Simba tuone vitu kumbe vinawezekana. Kuna vitu vingi vilikuwa viwezekani, lakini kwa yeye amefanya vimekuwa possible. Huyo ndio Jairut, mamba kutoka Bukoba. Niseme tu basi tunalo na tunatamba nalo. Na sisi tunasubiria, nadhani kama sio kesho kutwa Jumatatu basi Jumanne Simba wakabidhiwa rasmi ile basi na kuanza kuitumia rasmi, na hapo ndipo shida itakapoanza. Kwa sababu tutakuwa na tuambie tu uongozi wa Simba tunaomba lifanyike Dar es Salaam tour. Liwe Iriza tour, Iriza Dar es Salaam tour. Yani kuko na mitaa Sinza ipite, Kigamboni, Tabata kule kwa washikaji zangu ipite, Kinyerezi, Tegeta, Bunju, Kibaha, tuipitishe gari yetu kwa ajili ya kuifanyia tunasema ni local internal Iriza tourism. Iriza tour tutaifanya huku ikiwa na nembo zetu, wachezaji wetu wamebandikwa lile basi. Kwa hiyo ili wana Simba wapate nafasi ya kuliona wala watu na kuligusa hivi. Bwana, asubuhi nimeona ukasema Jairut apepewe. Bana, huyu mtaalamu hizi ahadi anazoziweka si bure ndani ya kikosi cha Simba. Kaka, Jairut sio tu apepewe, ajengewe sanamu. Huyu Jairut Dr. Jairut ajengewe sanamu pale Msimbazi Kariakoo katikati ya nchi. Ni mwamba sana mwamba. Yaani pamoja na kwamba ana mazingira magumu ya kufanya kazi, vita anayopigwa nje na ndani, lakini bado anaiheshimisha klabu ya Simba. Na katika ahadi zake ambazo zitoa, kabaki hadi moja.
ya uwanja peke yake. Na uwanja anajenga Dar es Salaam katikati ya mji. Sio vichochoroni kabisa. Kwa hiyo kimsingi kuna timu ipo ya ndugu zangu fulani waliahidiwa uwanja miaka 4 iliyopita kwamba kiongozi wao, rais wao watajenga uwanja kabla hajamaliza nini? Hajamaliza muda wake. Lakini cha kushangaza zibakia siku 34 mkutano mkuu wa klabu hiyo ufanyike wa uchaguzi mkuu na muda wake umeisha kama madarakani. Na shangaa kiongozi huyo mpaka dakika hiyo bado tunasema hajatimiza ahadi aliyoiweka kwa wanayanga au kwa timu hiyo ya kuwajengea uwanja. Hapa Jeruti anatoa funzo kwenye ahadi, pengine hapa wengi wakiweka ahadi waga wanakwepa hivi, pengine wengi ni waongo kwa sababu mtu ameahidi, alisema afe kipa afe beki mpaka anatoka madarakani atafanikisha uwanja wa kazi 20,000 ya watazamaji 20,000. Leo anatoka madarakani hata mtaro hujajengwa. Si wasema tayari process inaanza. Si upo tayari kwenye nini uwanja wa Yanga? Hata msingi. Uwanja wa Yanga si tayari upo. Acha zako bwana. Juzi kawaitanyie pale Menda Jangwani kupiga story, kawaambia uwanja wa Yanga unaanza kesho kujengwa. Si lamani tayari kila kitu upo kwenye nini? Huko kwenye kompyuta sio pale. Ule na kwenye kompyuta. Haujaanza kujengwa. Kwa hiyo ni muongo. Kwa hiyo anawadanganya ili wakampe kula mwezi wa 7 na wana Yanga washtuke. Dr. mnaenda kuungana na miongoni mwa timu kubwa duniani, Real Madrid, PSG, Simba Sports Club. Basi ambalo Jeruti ameleta Simba ni basi ambalo thamani yake ndio ni sawa na basi ambalo anatumia Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, unazungumza Anton Rudiger kuingilia uwanjani pale Santiago Bernabeu. Basi ambalo Simba ameletewa na Jeruti ndio basi ambalo mabingwa wapya wa EPL Uingereza, unazungumzia Arsenal, Declan Rice, unazungumzia Bukayo Saka, unazungumzia Sarba, unazungumzia Martin Odegaard na Mikel Arteta, ndio basi ambalo wanapanda wakati wanaelekea kwenye michuano. Basi ambalo Jeruti ameleta Simba ndio basi ambalo mabingwa wa UEFA Champions League PSG wa mabingwa mara 2 mfululizo ndio ambao wanatumia. Ina maana Hakim Ashraf Hakim, unamzungumzia wakina Ousmane Dembele, sio ndio nzuri, ndio basi ambao wanapanda. Unazungumzia kina Luis Enrique, sio ndio basi ambao wanapanda mara baada ya kupokea ubingwa wao UEFA. Ndio sisi Simba tunalo. Mwenyezi Mungu atupe nini na Simba. Kikubwa ni kuendelea kumuunga mkono Jeruti, kununua jezi zake kwa wingi, na msimu huu unaokuja tuvunje rekodi ya mauzo kuliko msimu uliopita kwa kununua jezi nyingi sana ambazo zinazalishwa Jeruti chini ya mkurugenzi wake Rogasia Joseph. Wapo wanachama wa Simba akiwemo Muhindi wa Simba juzi amesikika akisema ya kwamba kama basi ni used basi hawalitaki. Mwanachama wa Simba, nguvu kubwa kama hii, kauli kama hii unaitoa wapi kwenye kipindi hiki ambacho watu wamepata Eliza? Hivyo mtu tumepata Eliza, gari za mamilioni. Huyo mwanachama wenyewe huyo mwanachama wenyewe wa Simba hiyo kadi kaitoa wapi? Alafu juzi huyo mwanachama wa Simba huyo ambaye anasema basi usually. Wewe umefanya nini Simba? Doctor? Yaani wewe una caution basi ya Jeruti. Unarohoji basi ya Jeruti. Unaotilia mashaka basi ya Jeruti. Wewe Simba umeipa nini? Kwa sababu najua hata ada za wanachama alipi. Jezi yenyewe nao moja ya misimu 3 iliyopita. Kumbe jezi moja. Huyu Mwindi. Mimi kabati kwangu wewe unajua kila game ya Simba anua jezi mpya. Mimi na kabati zima imejaa jezi. Maana yake nachangia mapato klabu, nalipa vingilio uwanjani, nalipa ada za wanachama. Yeye anachangia nini? Unapata mamlaka yapi ya kukosha kwa tajiri wewe? Tajiri akoseagi, anasahau. Tajiri akose. Hivi mtu kama aishakuwa bilionea, unamzidi nini? Sababu ndio maana ukikana bilionea, principles zinasema wewe utakao ukae unyamanza, funga bakuli lako. Kwa sababu utamshauri nini tajiri? Kwa hiyo wale ni wachumia tumbo tu ambao hawana maana, ambao kazi yao kudogosha ya Jeruti anayofanya. Hakuna mwana Simba mwenye akili timamu akabeza mafanikio au maendeleo ambayo Jeruti anafanya kwa ajili ya klabu ya Simba. Na Jeruti ya mafanikio hafanyi kwa sababu yake, anafanya kwa ajili ya klabu ya Simba, sio kwa ajili ya familia yake. Angekuwa anafanya kwa ajili ya familia yake, labda ndio anaongeza caution. Wewe mtu utetea basi ambalo viongozi wote wengi washapita pale haja kufanya. Matajiri wangapi miaka 90 wameshawekeza Simba jawahi. Wewe unakuja kusema ni basi used. Basi tununulie kwako jipya utuletee. Huyo Muhindi atunulie la kwako jipya.
Nazungumzia Muhindi shabiki, sije kaita tafsiri mbaya. Ndio huyo ambaye ametoa hii kauli. Nazungumzia huyo shabiki. Maana unaweza kusema Muhindi watu wakafikiria nazungumzia mtu mwingine. Siko huko, mimi nazungumzia Muhindi. Huyo Muhindi wa Simba ambaye ni shabiki wa Simba kakosea sana. Hakupaswa kulidogosha basi la Simba. Hakupaswa kumdogosha Jeruti sababu yeye ni mwana Simba. Alipaswa aunge mkono juhudi. Mimi leo Simba, ushasikia mimi napigana maendeleo ya Simba? Sijawahi kusikia. Baya unasema baya. Mimi ni mtu ambaye napenda maendeleo. Kama klabu yangu napata maendeleo kupitia watu hao wawekezaji. Kwa nini mimi nipinge? Kwa hata huyu Muhindi wa Simba ambaye ni shabiki wa Simba alipaswa aunge juhudi mkono, asifie au apongeze. Kama alikuwa hawezi kusifia au kupongeza, akikaza kimya. Wapo ambao wanasema labda anapewa nguvu na upande wa pili kwa sababu wengi wanasema labda kuna kati ya moja Jeruti. Huo upande wake wa pili mimi siujui. Ila mimi nachosema kama shabiki wa Simba alipaswa kuunga mkono, alipaswa kupongeza au kama anashindwa kufanya vyote hivyo alipaswa kukaa kimya kwa sababu haya yanayofanyika ni kwa ajili ya maendeleo ya klabu ya Simba. Ili kutowavunja moyo wa wawekezaji alipaswa kukaa kimya. Hizi kauli zake anazozungumza sio kauli ambazo zinajenga, ni za kubomoa. Shukrani. Kila la heri.